Inawezekana unataka kufungua studio ya picha, lakini changamoto kubwa imekuwa ni wewe kuweza kupata mtaji. Sasa video hii inalenga kuonesha njia sahihi 3 ambazo unaweza kuzitumia wewe kuweza kupata mtaji. Na njia ya 3 ni ya muhimu zaidi. Kwa hiyo sikiliza mpaka mwisho ili uweze kujua njia rahisi zaidi ya wewe kuweza kupata mtaji kati ya hizi 3 na ambayo inaweza kusaidia wewe kuweza kupata mtaji wa kuweza kufungua studio yako ya picha na video. Kaa nami mpaka mwisho. Njia ya kwanza ambayo unaweza kuitumia hapa wewe kuweza kupata mtaji ni wewe kuweza kutafuta ajira. Ajira nikiwa namaanisha kutafuta ajira tofauti na picha, ambayo hii inaweza kuwa inakusaidia wewe kuweza kuweka akiba katika kila mwezi ambao utakuwa unafanya, ambayo inaweza kukusaidia wewe kuweza kufikia yale malengo yako ambayo unataka. Inawezekana labda ukatafuta ajira ambayo inaweza kuwa labda unalipwa labda 300,000, 200,000, 100,000. Hii inaweza kusaidia wewe kuweza kufikia malengo yako, kwa sababu kama ukiwa unaweza kupata ajira ambayo inaweza kulipwa, hiyo unaweza kusaidia kwanza kununua vitu kidogo kidogo. Kwa mfano unaweza kununua kadi, battery za kamera, au unaweza kununua reflector. Kwa hiyo ukitafuta ajira ni njia nyepesi zaidi ya kuweza kupata pesa ambayo unaweza kuitumia kama mtaji kwa wewe kuweza kufungua studio yako. Hii ndio njia ya kwanza. Njia ya pili ambayo unaweza kuitumia ni kutafuta masponsored. Unaweza kusema watu ambao wana uwezo kuwekeza kwenye biashara. Inawezekana akawa familia, inawezekana akawa rafiki, inawezekana akawa mwenza, lakini mtu ambaye wewe unaona kabisa huyu ana kipato, ambacho hichi kipato tunaweza kukitumia kuweza kuingiza pesa, au unaweza kukitumia kuweza kufungua studio ambayo wote tunaweza kuingiza pesa. Na hapa ili huyu mtu aweze kukubali kuweza kuingiza pesa kwenye biashara yako, cha kwanza inabidi ukae chini uifahamu biashara yako vizuri. Biashara kwa mfano ya picha ambayo tunaizungumzia hapa, unatakiwa uifahamu vizuri kwamba inaingizaje pesa, sehemu gani zinaingiza pesa zaidi, unafanyaje kuingiza pesa, hasa kama kuna hasara zinatokea wapi. Lakini pia uwe na mpango mkakati mzuri ambao uwe unajua hadi kiwango maalum ambacho unakitaka, na ukikipata utatumiaje kuweza kuingiza pesa. Na naweza nikamaanisha kwamba unaweza kutafuta labda daftari lako ukaandika pale chini labda vifaa ambavyo vinahitajika vyote, kwamba ninahitaji labda kamera, speed light, sijui laptop na vingine ambavyo vyote vinahitajika kwenye swala la kupiga picha. Kwa hiyo utavichukua, utaviandika pale, utajumlisha gharama zako zote kwamba hivi vitu vyote vinagharimu shilingi ngapi. Ndio pale ambapo unaenda kumtafuta sasa mtu ambaye anawekeza. Na wakati unaenda kumtafuta mtu wa kuwekeza, hakikisha kwanza unamuonesha namna gani atanufaika na hiyo biashara yako ambayo unataka kuifanya hiyo ya picha, kwa sababu usipomuonesha namna ya kunufaika, mtu hawezi kuweka hela kwenye biashara yako hiyo ya studio ya picha ili wewe uweze kunufaika. Kwa lazima muoneshe namna gani yeye atanufaika. Lakini pia ili usiingie kwenye mgogoro hapo mbeleni, hakikisha mnajua namna gani pia mtalipana baada ya yeye kuweza kuingiza hicho kipato kwenye biashara yako. Lazima ujue kwamba utamlipa shilingi ngapi na kwa muda gani mpaka deni liishi, au labda utamlipa kiasi gani. Kuna mama wawili hapa, inawezekana wewe ukaachia studio ikawa ya kwako. Hapa sasa ndio lazima mjue kwamba tunalipana shilingi ngapi kila mwezi na tutalipana kwa muda gani, na labda kama kuna riba itakuwa riba ni kiasi gani. Lakini pia unaweza ukaangalia kama ofisi inakuwa yake, unaweza mkubaliana bana, mimi na idea labda ya kufungua studio, wewe una pesa, tia pesa, mimi nitafanya kazi, kila mwezi utakuwa unaingia au kila wiki utakuwa unapata kiasi fulani cha pesa, kwa sababu utakuwa tayari ushafanya utafiti na uchunguzi kwenye biashara namna ambavyo inatembea. Sidhani kama itakuwa ngumu kwa wewe kuelewa, na kila mtu ambaye akiambiwa kwamba hapa pana manufaa hawezi kushindwa kuweka hela. Kwa hiyo hakikisha unaandaa proposal yako, unataka proposal nzuri ambayo imenyoka, ambayo ukimpelekea mtu ambaye ana pesa au mtu ambaye unaamini kabisa huyu anaweza kanisaidia kwa kiwango fulani cha hela, hawezi kubisha, na inaita kwa ni njia sahihi wewe kuweza kupata mtaji kirahisi kabisa na kuweza kufungua studio yako. Kama unaendelea kuangalia video hii, tafadhali unaweza kusubscribe hapo chini ili uweze kuwa kwanza kupata video nyingi zaidi, kabla tujaenda kwenye njia ya 3. Na njia ya 3 ni kuomba mkopo. Hapa kuna njia mbili za kuomba mkopo. Kuna kuomba mkopo ukiwa wewe binafsi, maana yake wewe kama wewe unaamua kwenda kuomba mkopo, na unaweza labda ukatafuta pia kama hivyo familia, labda kuna mtu ana uwezo au rafiki ana uwezo, uka analyze pale, ukachambua kwamba gharama gani zinahitajika, shilingi ngapi inatosha kuweza kufanya wewe mpaka uweze kufungua studio, ukaenda kupeleka wazo, bwana mimi naomba mkopo kwa sababu nataka nifungue studio ya picha ambayo gharama yake ni kiasi fulani, inafanya kazi kiasi fulani. Process ni kama zile za nyuma, lakini sasa huku unaomba hela, hauombi partnership, hauombi ushirikiano, huko unaomba hela. Kwa hiyo ndio njia ya kwanza ambayo hii imezoeleka. Lakini njia ya pili ambayo ni nyepesi zaidi kwa kuweza kuitumia ni kutafuta vijana ambao labda hizo mpo age mate au labda umewazidi vyovyote vile, lakini muwe na njaa ya mafanikio. Unawatafuta watu, kwa sababu sasa serikali yetu kidogo imerahisisha. Kwa hiyo unaweza kutafuta watu kuanzia 5 na kuendelea, mkao wa 5, mkao wa 10. Baada ya hapo unaandaa idea yako bwana,
mimi nimewaita hapa, ninahitaji tufanye kitu fulani. Mnachokifanya nyinyi hapo sasa, mtafungua kikundi, mtasajili kikundi, ambacho process ya kusajili kikundi mtaenda mtaulizia kwenye manispaa husika ambao mtakuepo, mtafanya process zote za kusajili kikundi, kwa sababu kikundi kinahitajika watu 5 na kuendelea. Baada ya kutimiza process zote za kusajili kikundi, kwa sababu sio gharama. Kwa mfano kama kusajili kikundi manispaa ni shilingi 5,000, tusizane kama 5,000 inaweza kaa na kushinda. Kwa hiyo mkishamaliza kusajili kama kikundi, kwa sababu idea utakuwa umeshawapa, kwa hiyo wanajua kabisa mnaenda kuomba mkopo kwa ajili gani na wao watanufaika vipi kwenye huo mkopo ambao mtapata, kwa sababu mkopo wa kikundi nafikiri hauna riba, mnalipa kama vile ambavyo mmepewa. Kwa hiyo mkishamaliza kusajili kikundi, mnaweza mkaandika sasa proposal zenu kama vile ambavyo umewaelezea wenzio kwamba bwana, sisi tunaomba hela kwa ajili ya kufungua biashara 1 2 3, tutafungua labda studio ambayo studio itahusiana na mambo 1 2 3 hivyo. Mtaorodhesha pale yote, labda tutatengeneza matangazo, tutashuti harusi, event mbalimbali na mambo ambayo yanafanya na hapo. Baada ya kutengeneza idea kama hiyo hapo, mkishapewa mkishapewa mkopo, basi unaweza kuitumia kama mtaji. Kwa hiyo kuna hizo njia 3 ambazo unaweza kuzitumia wewe kuweza kupata mtaji na usihangaike kabisa. Kama umependa video hii, tafadhali unaweza kusubscribe, ukalike, ukashare, lakini pia ukawaita na wengine waje wajifunze namna gani wanaweza kupata mtaji wa kuweza kufungua studio ya picha. Lakini pia channel yetu hii inafundisha mambo mengi sana ambayo yanahusiana na videographer, photographer. Kwa hiyo kama wewe ni content creator au mpiga picha au mtu wa video, stay tuned, subscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata vitu kila ambavyo tutakuwa tukiupload. See you.